mimi siwezi tairi. Siwezi tairi. Kulingana na vile mimi najua nimesimama na dini yangu, mimi siwezi tairi. Nakuuliza Victor. Niulize. Umewahi onja mwanamke mwenye ametairi? Madam, zawadi ndio hii. Anaona. Hii siwezi tairi mimi. Umeitupa? Hii kama ndio zawadi umeniletea. After 3 years, babe unaniletea hii kitu. Na tulikuwa tumemaliza hii maneno, mimi si tairi. Unaona venye umeitoa kwa mikono ukatupa chini? Ushamaliza. Na tushamalizana. So venye ametupa hii. Hiyo ndio pete. Hiyo ndio pete. Hiyo ndio ilikuwa pete. Makasi ndio pete. Mimi nitasema ukweli, na hii kazi sijaanzia hapa leo. Kazi nimefanya for 26 years. Kwa hivyo ndugu na dada wenye umekuja, uamuzi ambao naenda kutoa hata uende DNA ni uamuzi wenye ninajua ni wa ukweli kabisa. Devi alikuwa amesema anapigia Dan na Rozi wa kuja hapa hivi. Alisema lazima anajua tu venye atawa twist wafike hapa hivi. Now apparently imekuwa hivyo, ni mwana amekuja. Ni kama bado kuna kaheshima atakao nabishania mtoto. Naona kuna kaheshima hapo kwa sababu ndio ndugu yako mdogo akuite na ukuje mbio hivyo. Hapo naweza shukuru bwana Dan hapa hivi. Naona akona as much as akona kasoro, lakini akona kaheshima pia. Dan, ni aje? Poa sana. Naona umekuja nani? Devi alikuwa ametuambia atakupigia simu na utakuja. Alikuwa confident. Okay, unajua ni brother yangu. So kuna ile heshima ya nyumbani, ni ndugu yangu. Hatuwezi kachana ati tumekosana sababu ya ABCD. So lazima tutengeneze maneno. Kama kuna shida, sasa nipigie simu, mimi ni ndugu yake mkubwa. Naweza kuja. Hata yeye anaweza mpigia simu aje. Damu ni nzito kuliko maji. Kiswahili nasema hivyo, ni kweli. Rozi, naona huwezi acha mzee kando. Siwezi muacha. Bamba tu bamba. Sisi tuliumbwa pamoja. Mliumbwa pamoja kabisa. Nataka Devi at least aongee. Mbona kuna jamaa hapa hivi, mshamuona? Nimewahi muona, lakini mimi ushangaa. Huwa nakuja nampata. Nashindwa hata venye yako. Hii ni vituko tu. Okay. Naweza sema siamini sana. Siamini bado. Lakini wacha niangalie nini hii yenye wananiambia. Si atuangalie nini mimi nakuambia. Si unajua mwenye mpigia simu? Mwenye amenipigia simu ni brother yangu. Sasa wacha bro. Brother yako akwambie. Sasa okay, bro ameingia tu box, hata sijui ameingia kwa nini. Sababu huyu Nabii mimi waliniita wakati ule. Mambo yakatokea hivi na hivi. Mimi sijui huwa anatumia nguvu gani. Hizo nguvu zenye huwa anatumia ndio na sishuku kabisa. Unazishuku na uliona mtoto alikuja? Mtoto unajua tunaweza kuwa tumekaa hivi, kumbe kuna nguvu za pili. Hatusiamini kabisa. Hizo nguvu za pili sina maneno tu. Hapo kuna kitu. Hawezi kuwa bure. Na pia mtoto akikuja si ati namaanisha ati ako na nguvu. Yeye anaweza kuwa alileta mtoto juu anataka kwenda shughuli yake, unaona? So hatuwezi kuwa tunamwamini sana. Unajua, unakumbuka Nabii akisema mtoto atakuja. Na mtoto alikuja. So hizi kuwa ati mambo ya shughuli, sijui unasema shughuli kwa nini? Hapana, mimi nimekataa. Unajua hata mfanyakazi wetu unafika mahali ako tu na mambo, yani tumuelewi kabisa. Tumuelewi kabisa. Hata hiyo ndio sana ukipikiwa simu unasema wacha niangalie ni nini inaendelea. Wacha niende tu nione. Wacha ndugu yako atuambie akuaddress personally. Kwa sababu in fact leo ndio meeting. Ende alisema lazima kuna vitu tu anataka iron out mapema. Lakini ndugu yangu, unajua kuna vitu vinanishangaza. Huyu ndugu yangu sasa alinipigia simu. Angeniambia tuonane sisi wawili. Tuongee kama familia. Mimi nimekuja nikapata akona watu tena. Sasa mimi nashindwa. Mimi niko na shughuli nafanya haki. Mimi by the way hizi vitu za kushindia sijui nini. Hata mimi nashangaa, kwanza amekuja na ule madam. Hata sijui sasa sijui wanatafuta nini. Wacha waongee Devi.
Yes bro. Umesikia venye bro amesema? Bro nimesikia stories zake vya ameongea. But the way anaongea inaonekana ni kama amedharau hii gathering ni mama kwa host hapa hivi. Kwa the way anaongea inakaa tu somehow confused kiasi. Sijui kana jielewa vitu anaongea ama. Cause mimi nimemuita tu vizuri nimempigia simu nikamwambia kuja hapa hivi na your wife. Nimemwambia kuja hapa hivi. Sasa yeye naona the way ana address ni kama amedharau maybe venye nimekuita wewe na nabii hapa hivi. Cause 11 anaongea anaongea tu ile rudely kabisa. Just because yeye ni big brother ndo maana anaongea hivyo ama shida ni sielewi kabisa. Ndo maana najaribu kumsikiza namsikiza. But naona vile anaongea hata kama ni big brother don't mind bro. Na mbona ni lazima raise voice juu ndio tujue anaongea ama? Nani huyo? Sub ndugu yake. Unajua nimefurahi kitu na moja. adabu. Aongeleshe nani na adabu? Ndugu yake. Nikwambia kitu ndugu Victor. Huyu jamaa ameniita nikakuja kiheshima. Lakini tena anasema tumadharau. Alafu kitu yenye ameadmit nikafurahi. Akaniambia kuja na bibi yako. Yaani mke wangu. Amekupigia simu akakwambia kuja na bibi yako. Na ndio nikakuja naye nikaona kweli anakubali. Anakubaliana na mimi. Ameanza kukubali. Amekubali reality. Umemnyang'anya bibi. Sijamnyang'anya, bibi ni wangu. Huyu ni wangu. Ananyang'anywa aje? Kwani hana akili? Kwani mimi sina akili na tunanyang'anywa? Ngoja hapa. Najua nawasikiza na nimenyamaza niwasikize. Naona hapa wanasema ati hakuna heshima hapa. Ati huyu ndugu yake hana heshima. Wewe uko na heshima gani? Hebu nikuulize. Uko na heshima gani? Wewe umekuja kwa nini? Wewe umeniheshimu. Na umekuja kwa nini? Unataka huyu heshimu? Mimi ndo nimeita in-law kiasi tu. Mimi ndo nimeita in-law hapa hivi. Mimi ndo nimemuita kuja hapa hivi. So umekuja na wife yako hapa hivyo. So wewe uliniambia nikuja naye? Umekuja sasa siwezi consider kama namuita wife yako because unakaa naye. Yeah, obvious unakaa naye. So mimi nasema ni wife yako. Yeah, so mimi kwa mind zangu sasa run. So for now umekubali? Nimekubali ni wife yake ni bibi na bwana. Ni bibi na bwana. Hiyo ni sawa baba. Nashukuru. Ashanikubalia. Na alafu amekuja na ex. Sasa hiyo ex amejua ni yeye. Unanipata? Huyu ni wa nyumba sasa. Na Rozi, uko sure utaiachwa? Vinyao wengine wameachwa. Sioni. Tunapendana sana. Victor, nataka niongee kwanza. Nataka niongee. Mnanikatiza ama kuna nini? Hamtaki niongee leo? Wewe mambo yako maongezi yako tulimaliza. Tulimaliza. Wacha tusikie tu anasema aje. Ako na right ya kuongea. Devi, naona unamsupport sana, unasema ati huyu ni mke wake. Ni mke wake hao. Sasa in-law utafanya aje? Wanakaa pamoja. Huyu ni malaya wake, si mke wake. Mimi ndio nilipelekewa mahari na mimi ndio navaa kuitwa mke. Unaona? Lakini saa hii simtaki. Ulishindwa na kazi ndiposa ukabadilishiwa. Kazi gani unasema alishindwa nayo? Ya kitanda. Kazi ya kitanda tena? Alishindwa na kazi ya kitanda. Kama kazi ya kitanda alitoroka. Alitoroka kwa nini? Akaenda huko majuu. So unamaanisha mambo yake iliisha. Unamaanisha Steph alishindwa na kazi ya kitanda na sistaki Rozi akaweza. Rozi, ni kweli? Yeye mwenyewe hata anashindwa na kumpea shot 2. Mimi napewa 10. Utawezana? Ngoja. Malaya ni malaya na atajisifu. Utajisifu kwa kitanda juu au utajisifu kwa kazi. Wewe unaweza kazi ngani? Wewe unajisifu kwa kitanda. Watu wangu tulieni tu kidogo. Sawa, tulieni kidogo. Sasa hata wewe unajua ushaona kazi ya nabii. So unajua huyu ni mtu tunafaa kumpatia ile heshima yake kidogo. Si hata kidogo, heshima yake mingi. Ushaona kazi yake. Ni hasira Victor, ni hasira. Wewe umeona chenye nimefanyiwa. Lakini acha tu ninyamaze. Hebu nikuulize ndugu Victor, amefanyiwa nini na mwili yako nayo yote? Aliregeshewa mtoto. Okay, sasa mtoto amesharejeshewa. Na si ninyi ndio mliregesha mtoto? Mtoto sako naye. Mtoto wako na yeye. Si hatuna mtoto wake. Umerudisha mtoto lakini umechanganyikiwa. Wewe umemuingiza wapi wewe? So tufanye hivi. Uulize. Umefanyia nini mtoto wangu? Ndugu yangu tutulieni tu kwanza kidogo. Vile nilisema nataka hii story tuonge tu kama watu wazima. Najua sisi ni watu wazima hapa wote. Devi hapa alikuwa na issue.
Devi, I think tumedwell kwa vitu zingine zenye hatukuwa nafaa kuongelea. Na watch naona venye maneno zinarushiana hapa hivi. Na mimi ndo nimehosti kitu. So nashangaa mmeanza kurushiana maneno hapa hivi. Cause siona hapo sasa kama tutasaidiana. Cause mimi nimeita hapa hivi na B. Lazima mumshow respect. Si kwa vitu za family mmeanza kuleta hapa hivi sio. Lazima mshow respect. Si mshinde mmerukia maneno, mnafaa mpe time yake. Yeah, so lazima mshow respect, si kuanza kusema sijui story na malaya sijui nini. Lazima mshow respect. Huyu ni nabii. Yeah, so lazima hata mimi naenda kubaliana nawe. Sasa unajua ni kitu moja. Mimi sikutaka kuona huyu madam tena. Popote. Sijui tunasumbuana kwa nini na kwa nini tunatafutana. Umesikia venye Devi amesema yeye ndiye amemuita akuje. Unajua angeni consult kwanza. Aniulize nikuja na ex wako. Ningemshauri kama ndugu yangu. Sasa kwa nini yeye anashauriana na huko? No need. Mbona nikwambie? Wacha kuna right ya kuwa hapa hivi. Sie pia ni one of our family. Alafu niko na swali kwake. Kwani nikija hapa hivi? Kwani nimekukalia? Nimekukalia ama nimekalia kiti? Hiyo mambo ya kukaliana, na nini? Wacha tuongee after hii. Wewe unataka nisikuwe hapa. Wewe umenirejeshea kila kitu yangu. Relax. Mimi nataka kila kitu. Venye nani amesema? Venye Dana amesema to relax. Sawa, tutulie. Nabii. Pole kwa hizo vitu zinaendelea hapa hivi. Hiyo ni hali ya maisha. Na hiyo ndio kazi yetu. Kulainisha wale wanaopitana. Hiyo ni mambo ya maisha. Lakini mimi ninawaomba mambo hufanyika. Hii yenu ni kidogo. So Nabii, najua huyo jamaa Mr. Dan hapo ushamuona. Dan namjua. Unamjua? Namjua vizuri. So venye David hapa alikuwa amekueleza, si unajua sasa huyu ndio ule ndugu yake mwenye alikuwa anasema. So Devi, we ongea na Nabii ndio muone kama saa. Nabii. Sawa. Najua ushafika. Mimi nimeshafika niko. Yeah, na hii ndo the reason nilitaka kuja hapa. Nilitaka my in-law kuwa hapa, my big brother kuwa hapa hivi na wife yake. Whereby sasa mrecognize hata kama mtu yote. So nimetaka tuongelee some issues hapa hivi. Hizi issues za families na concern family sana. So Devi, so I think Nabii alikuwa ashapata Nabii ndio tusirudi back and forth sababu unajua hata kazi tunafanya si rahisi, ni ngumu. Unachoka akili kuhandle watu wazima hivi, haikuangi mchezo. Dan, your brother here alikuwa amesema kuna revelation anataka Nabii hapa msaidie kufanya. Mambo ya mtu, unakumbuka the last time tulikuwa hapa hivi mlikuwa back and forth, so mtoto ni wangu, sijui mtoto ni wa nani, sijui nini. Okay. Sawa, meet Nabii akuja mfanyie revelation. Sijui uko comfortable na hiyo. Hiyo revelation yenye anataka haikuwa necessary, lakini kama anataka sasa afanyiwe. Wacha fanye. Uogopi? Bwana ogopa nini? Kuna kitu ya kunitishia kweli? Uogopi? Mimi? Mimi siogopi kitu. Devi, unaweza ambia bro ni revelation gani? Unajua kwa sababu anasema tu revelation na ajui ni nini. Unaweza ambia ni revelation gani unataka kufanya leo? So kitu imefanya nikaita Nabii hapa hivi ni ati nataka tuongelee about mtoi. Huyo mtoi mko naye together with your wife. Huyo mtoi wa 6 months. Nataka Nabii ako hapa leo na nataka reveal leo that huyo mtoi si wako. Mtoi ni wangu. Ngoja nikuulize. Kwa nini yake kubali DNA? Anakubali vitu zingine at revelation. Bro, DNA ukweli, si ati Nabii. Acha DNA prove mambo kama hiyo. So acha kuweka Nabii ati atuambie vitu sijui nini. So Rosie ukisema DNA, kwani wewe uko sure baba mtoto ni nani? Mimi
najua ni huyu. Sasa I think uko sure ungeambia Devi apati DNA. Sasa yeye anataka kuprove. Ndio anataka ajue ukweli. Sasa yeye anataka kujua ukweli through watu. Si through laboratory. Kuna vitu tofauti kati ya nabii na laboratory. Unaona? Unajua I think the reason naweza side na Devi kidogo kwa sababu unajua the reason mama nabii ndio akui kama DNA yake. Unajua ukienda hospitali DNA utambua sijui ngoja 2 weeks, ngoja 3 weeks, ngoja 1 month. Results za hapo hivyo. Sitaki results zitachukua a month or weeks. Nataka results zitoke hapo hivyo immediately because kitu imefanya ni muita hapa hivi the well side ya my law. So mimi namwamini sana. Najua kila kitu ita happen the way nataka. Yeah. Bro, mnataka kusema mchaoana nyenye? Mkiwa wawili. Wewe unakuanga na unjinga sana wewe mwanaume. Wewe unakuanga ni tamtusi mara 3. Usimtusi. Unataka niamke hapa saa hii? Hakuna kitu ati kuamka amka hata wala mimi kufanya. niamke. Nyinyi Usituambie nyinyi hapa. Unasikia Viki? Kwa nini nimekuza hapo wakaamuka? Nimeinject. Wanajua ukweli. So unashuku vinywa wako hivi. Na washuku vibaya sana. Wanatembea wawili. So inakaa ni kitu. Unajua saa Brodan. Angalia dressing code zao. Unaona tu. wewe umendress aje different na mimi? So Wewe unakumshii simu We. sasa nyamaza. Unajua kuna nikiamka Viki, kama kuna mtu sikiza. Unaona hawa watu wako na shida. Yenyewe wanahitaji wasaidike. Hii ni mental. Hii hao ni mental. Awoni ni mental kila mahali kwa sababu unajua sasa Brodan sasa naambia tena unajua watu wanatanga tena kama nakubembeleza sana. Lakini unaona sasa wewe personally vitu unafanya a normal human being haizi fanya. Unachukua aje girlfriend wa nini? Wa brother yako mdogo. Acha nikwambie. Unalala na yeye. Mimi Na bado ni sister ya bibi yako. Unachukua Kwa brother ni kuna shida gani? Kwa brother yake ni shida gani? auoni shida wewe venye umechukua. Wacha nikwambie. Shida naona mahali. Wacha nikwambie ndugu Victor. So Victor. So wanasemanga birds of the same feathers. together. Yeah. Waga zinatembea pamoja. So unapata the way they are talking wana relate to. And they are just talking nonsense. Hakuna kitu ya maana wanaongea. Nikuulize. My brother huyu ni sister yake. Hakuna kitu ya maana tunaongea. Mmekuja kufanya nini? Mkatuita hapa kufanya nini? Na mbona mkatembea wawili? Sasa kutembea wawili tumejuana na in-law for how long? Unajua mimi mnanishangaza ndugu yangu. Watu wangu kama unaoa sawoe tu. Story ishe. Wanatuwestia time by the way. Sasa tunafaa kwenda nyumbani tuende tukalale. Sasa tufanye hivi. Umesikia Rosie hapa amesema mnawestia time. Devi ambia daktari. Sorry ni yako sasa. If kama unaona tunakuwestia time you can march off. My friend. Sasa ni wewe umetuita. Sikiza, time yenye wako nayo ni ya kwenda kwa kitanda. Hiyo ndio wanaona tunawawestia time. Sasa hiyo ni nzuri. Na sasa wewe umekujia ama Hakuna shida. Unajua Steph hapa anasema ati ile kazi mnajua vizuri ni hiyo kitanda. Na hiyo ndio inamuuma. Hiyo ndio inauma huyu. Kwa nini? Mbona nadhani inamuuma? Sasa inamuuma. Kwa nini amekuja? Ni venye tu hataki kutokelezea aseme. Kali mkataa mbona inamuuma sana. Si achane na yeye na move on. Unajua kuna vitu zingine unaangalia hivi tu unasema hapana. Hii alafu time bro. Time. Sasa nimekubali. So Devi, ongea na Nabii akuambie venye mambo iko. So Nabii uko hapa hivi leo sio? Niko hapa. Yeah. Najua umekuja on time. Bro wangu aka hapa hivi. In-law aka hapa hivi. Na yule huko. So mimi nimetaka tu useme tu the truth. Tujue mtoi ni wa nani. Mwarakishe. Mtoi ni wa nani. Mimi nitasema ukweli na hii kazi sijaanzia hapa leo. Kazi nimefanya for 26 years. Kwa hivyo
ndugu na dada wenye umekuja, uamuzi ambao naenda kutoa hata uende DNA ni uamuzi wenye ninajua ni wa ukweli kabisa. Bro hapa analia, anataka ajue mtoto ni wake ama mtoto si wake. Kwa nini mnaficha kusema mtoto ukweli? Kwanza wewe, kwa nini mtoto ni wetu? Mtoto ni wetu. Mimi Na hakuna kitu naficha. Ingekuwa naficha ningekuwa nishasema. Juu mimi kwa sasa ninajua mtoto ni wa nani. Ndio maana hata tunakutaka. wewe unajua, mimi najua mtoto ni wa nani. Na ndugu hapa anaumia. Anataka ajue. Rozi, utasema ukweli ama Ndugu hapa anasema mtoto ni wake. Mimi ni nabii. Na mimi hii kazi nimeifanya kwa muda. Ninaruhusu ndugu Victor niseme ukweli kama kutakuwa na security, juu ninaona huyu ndugu anaweza leta maybe ndugu. Sema tu ukweli. Nikisema ukweli uridike na ukweli yenye nitasema. Sema tu hiyo ukweli saa hii. Huyu mtoto wa miezi 6 ni wa Devi. That is Piro. Wewe ni baba, ni baba Nothing you can- mlezi, Anajua. lakini sio baba Anajua. mzazi. Alikuwa anakubeba ufala. Hapo sasa. Alikuwa anakubeba ufala. Mtoto ni wa Devi. Wewe ni mlezi tu, lakini anajua. mtoto ni wa Na Devi. anajua. Hata Rosi anajua vizuri sana. Yeah. Na Rosi Hebu shika zako anajua tano. vizuri sana. Unabeba ufala. Ndio hiyo sasa. All mano. Ndio sasa. Venye huko hivyo. Rozi, Wake, lakini mimi nakupenda. Unaona saa. Rozi, kidogo tu kabla mambo ya mapenzi. Kabla mambo ya mapenzi ingie. Usilete malaya. Kabla mapenzi, mambo ya mapenzi ingie. Jioni. Kabla mambo ya mapenzi ingie. Rozi, umesikia kitu daktari amesema? Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Ukweli. Lakini Mtoto ni wa bro. Babe, elewa, sio tu ulikuwa na sister. Bro. Sasa itabidi nikuwe na yeye. Vic, my big brother. Sorry. Wife yako alikuwa anajua. Na hivyo ndio Hii shughuli ilianza lini? Nilimwambia hivyo ndio iko. Na ujue hivi. Ilianza kitambo, lakini sikuwa nampenda. Ngoja nakupenda wewe. Lakini wanaweza kuwa umekuja na kitu kingine tofauti. Wanaweza kuwa umekuja na kipindi hawa. Kipindi gani? Jua hivyo. Siwaamini. Sasa bro, jua tu hivyo. Mimi hapana. Mtoto akiwa ni wako watakaa na yeye. Juu mimi ndio nampenda. Nikwambie. Dan. Unajua nini? Mi naona kuna kitu kiko hapa. Kumwacha. Mr. Vicky, kuna kitu kiko hapa. Hawa wamekuja kunitoa kwa huyu. Na mimi siko ready. Umesikia? Ngoja. Huyu ni Ngoja kwanza kidogo tu niulize Dan story moja. niambie. Umesikia nabii amesema mtoto sio wako. Na umesikia pia umesema ni mke wako. Amekwambia ni ukweli mtoto ni wa ndugu yako mdogo. Wewe kama mwanaume, unajua ni kibonge bana. Unaichukuliaje hiyo maneno? Okay, hiyo maneno ni ya uzito. Lakini unajua siamini. Si DNA. Ni kusema na mdomo, kusema na mdomo. Na madamu wangu mimi nampenda. Lakini sasa unasema si ukweli. Na madamu wako ashakubali. Unajua hizi ni rivals tuko nazo hapa. Hatuwezi juelewa ni nini inachezwa hapa. Rozi, mimi ningependa at least sitaki tena tukikuja tuongelee story at siku moja tena mnaniita. Mimi niko sawa. Are you okay? Mtoto ni wake. Ni wake lakini simpendi. Nakupenda wewe. Simwachi bro. Victor. Huyu amejua ukweli. Anaficha tu. Anajua ukweli alikuwa na malaya. Huyu ni malaya. Anajua ukweli. Na nishakwambia wewe. Shida yako. Nani anajua mambo yako? Mambo yake. Mimi mambo yangu inajulikana na Mungu. Na kwa nini yangu isijulikane na Mungu wewe? Nikwambie. Mungu Wacha tushaiona. Ndio hii. Ndio hii. Huyu. Si unasikia mtoto si wako. Nakwambia aje. Naenda kumtengenezea kitu kingine nzuri. Mimi sina shida. Sina shida. Mimi niko na pesa. Niko na pesa. Mimi mume wangu saa hii ni pesa yenye nimetafuta kwa hiyo miaka yote. Aha. Saki mume. Kwanza kama mume ni kama wewe. Wacha iende. Wewe uoni vizuri. Nini? Unioni vizuri. Sina pesa.
Pesa utatoa wapi? Na hiyo pesa yenye unataka nikulipe, unataka nitoe wapi? Nikienda majuu uliniambia nini? Niende tusaidiane. Ungekuwa na uwezo singeenda majuu. So tusiongelee mambo yao sijui nini. Wajua nini? Revelation mimi Mr. Victor. Unaona hizi propaganda zenye wamekuja nazo. Hizi ni mpya. Mi kwangu personally from now on nikitoka hapa nikienda kwangu jioni najua ndugu yako David ndio baba ya mtoto ule mdogo wa miezi 6 mwenye dada yetu hapa ako na yeye. So I think hiyo ni story tumemaliza. Hata yeye amedhibitisha. Wajua nini ndugu yangu? So bro, finally mambo isha changiwa sasa. Mimi mtoto aendi mahali, mtoto atabaki kuwa wetu. Huyo mtoto nitalea. Utalea? Na ni wangu. Utalea hivi? Nitalea. Hizi maneno zote na simuachi madam. Na hakuna venye mama anaweza katizwa kukaa na mtoto wake. Lazima mzazi akae na mtoto wake. Hakuna venye anaweza achia mwanaume kama wewe. Juu unajua ulikuwa wewe na nyamaza. Nikakwambia nyamaza wewe. Ndio maana. Nyamaza. Wacha nikwambie Victor, haina maana tusumbuane na hawa vinyangarika. Unajua? Nataka mtoto wangu aje hapa hata nyinyi muone venye hawa watu wamemfanyia. Nataka nimlete hapa muone venye wamemfanyia. Uone kama kuna utu ndani ya hawa watu. So Mr. Victor, so hadi mimi pia siwezi allow mtoto wangu afanye venye my in-laws unaogopa this stagi. So mimi nataka tu in each and anyway wanirudishie mtoto wangu. Utalea mtoto mimi nitalea. But bro wako amesema atalea. Mtoto mimi nitalea. Mimi pia hadi mimi niko already niko na wife. Si hata sija settle, niko na wife already. Mimi naweza kana mtoi na wife yangu pia. So mimi siwezi allow vitu amefanyia huyo mtoi mwingine. Mimi pia nifanyie mtoi wangu. Siwezi allow kitu kama hiyo. So Madam Steph, umesema unataka watu washuhudie. Yes. Venye mtoto wako at least ulipata mtoto na venye mtoto wako. Nataka watu washuhudie. Nabii, mimi naweza kushukuru. I think pia hebu kwanza ongea na Nabii. Wewe nataka uongee na Nabii kabla mimi niongee na Nabii. Unaweza ambia Nabii nini kwa hii kazi nzuri amefanya? Nabii sielewi kama ni kazi nzuri bado. Lakini tutajua tu, lakini mimi hiyo script yenye umekuja nayo leo hiyo ni tofauti kidogo. Though imenigonga lakini sina uhakika kabisa. Lakini umesema bado mtoto uachi. Mtoto siaji. Hiyo ni familia yangu. Nabii, hiyo itabidi imekuwa police case. Bro, na kuashua mimi kitu naweza ambia hakuna haja kwenda polisi, na already kuna police station hapa. Nabii akihandle kitu, kila kitu iko sawa. So Nabii, mwanzo nilikuwa nasema ninaona uamuzi wangu utaaffect mtu mmoja na mwingine ulikuwa umetuambia ndio. Na unaona ndugu sahi alikuwa na sauti kubwa, lakini unaona sahi anaongea pole pole. Ndugu pole, lakini uamuzi ni ule. Mtoto ni wa ndugu. Kama ni kulea, nitakuja tena niongee na nyinyi wote mabro wawili. Kama ni kulea mtoto, ulelee ndugu yako, atakubali umlelee, lakini ujue mtoto ni wake. Na sasa utifu Nabii. Mimi sitaki kama mimi sitaki mtoto alelewe na bro wangu. Na ndiet unaona hiyo situation ya huyo mtoto mwingine venye yuko. The way alikuwa anaharasiwa na yeye, alikuwa anaharasiwa na bro, anafanywa. Sasa mimi niko na hiyo metali, najua tu mtoto wangu pia atafanywa hivyo the same na yeye ni blood yake. Sasa je, blood yangu sisi itakuwa mimi kama Nabii nitakuja. Already sasa wamejua ukweli mtoto ni wako. Nitakuja naongeleshe, alafu tutajua chenye tutafanya. Sawa, venye Nabii amesema atakuja aongeleshe, ujue venye utafanya. So Madam Steph, umesema mtoto unataka akuje. Unataka akuje kama Nabii ako hapa hivi? Kama ako hapa hivi. Mr. Ingekuwa vizuri. Okay, madam akuje kwa nini? Si mtoto. Kwa sababu ya mtoto. Mtoto anataka kuleta mtoto wake yule mwenye alikuwa anaoshia chupi. Akuje hapa hivi. Anataka kumleta na tulimpatia.
Ulitaka tukupatie mbele ya kamera? Ufunge hiyo mdomo yako. Unaona hiyo heshima, waona hiyo heshima yako. Hiyo heshima yako ndio ilifanya ukakaa mahali umekaa. Au kuona heshima yangu. Kwa hivyo saa hii kumbali hiyo mdomo yangu. Sawa, watu wangu venye umesikia, wacha tungoje kama madam umesema mtoto utamleta kumleta. Wacha tuone kama mtoto anaweza fika sahi hapa hivi. At least mshuhudie kazi ya nabii, alafu tujue from there mambo itakuwaje.